Hamasa. Hamasa na nidhamu vimetofautiana kwa kiwango kikubwa. Hamasa itakupa motisha tu ya kuamua kufanya jambo sahihi, lakini nidhamu itakupa kudumu katika kulifanya jambo lako. Sasa sitegemei usubirie kuhamasika peke yake ili uweze kuzifanyia kazi ndoto zako. Ikiwa ni hivyo, basi tutachelewa. Watu wengi waliofanikiwa duniani haimaanishi kwamba kila siku walikuwa wanahamasika kufanya kile wanachokifanya. Wakati mwingine walipoteza hamasa, walipoteza mudi ya kufanya kazi, walipoteza mudi ya kuamka na kukimbilia mkate ambao kila siku wamekuwa wakiutengeneza. Lakini kwa sababu wanatambua na kujua nini wanakitafuta, hivyo kitu kinachoitwa nidhamu kinawakumbusha kuamua kwenda kufanya tena, hata kama hawako katika mudi ya kufanya kile ambacho wanatakiwa kukifanya. Chukulia mfano mdogo tu wa watu ambao maarufu duniani wamewahi kufanikiwa katika maeneo yao. Cristiano Ronaldo almaarufu kama GOAT, mchezaji nguli duniani, ni mtu wa kwanza kufika jimu kufanya mazoezi na ni mtu wa mwisho kuondoka. Anafanya hivyo hivyo pia anapokuwa kwenye mazoezi ya timu yake ya mpira, na hii imekuwa ni kitu cha kushangaza kwa sababu kimedumu kwa muda mrefu. Sasa issue ni kwamba watu wanashangaa kwa nini anaweza kuwa na hamasa ya kufanya hivi kwa muda mrefu kiasi hicho. Hapa ndipo inapokuja tofauti kati ya hamasa na nidhamu ya kile ambacho unataka kukitimiza. Sasa nikwambie tu, kuanzia leo, kitu ambacho unakifanya na unatamani kifike mbali, kifanikiwe, hakikisha kwamba hutumia hamasa bali nidhamu ya utendaji katika kile ambacho ni sehemu ya ndoto yako. Usikwame wala usikate tamaa na usiishiwe nguvu, kwa sababu jana yetu haifanani na leo ya kwetu, lakini kesho tunaitazamia kuwa bora zaidi ya siku za nyuma. Amka kila siku, fanya kile ambacho unatakiwa kufanya, usikatishwe tamaa. Usikate tamaa dhidi ya ndoto unazozitafuta, hata kama bado hazijaanza kuleta matokeo yale ambayo unayatarajia kwa wakati huo. Oprah Winfrey aliwahi kubaguliwa, alikataliwa, hakupokeleka mahali popote pale. Lakini tunavyozungumza leo hii, Oprah Winfrey ni mwanadada mashuhuri, mwandishi nchini Marekani, tena mtu mweusi, watu ambao wanaonekana kuwa nyuma. Lakini yeye hakuiona changamoto ya ngozi yake ama rangi yake, lakini aliweza kupigana ndoto, na leo hii ameajili hata wale waliokuwa wakimdharau. Lakini yote hii ni kwa sababu ya juhudi. Angetumia hisia katika kufanya maamuzi yake, basi angekwisha kukata tamaa muda mrefu sana. Lakini kwa sababu alijua nini anakitaka, aliamua kuweka nidhamu na kupiga moyo konde na kusonga mbele hatua moja baada ya nyingine, na hatimaye leo ni mtu wa maana. Sasa hii sio kwake tu, inaweza kutokea kwako wewe, ambaye unaweza kuona umetoka katika maisha ya chini, umezaliwa katika familia ya chini, umezaliwa katika familia masikini, na pengine unaamini kwamba huwezi kufanikiwa. Nikukumbushe tu, unatakiwa kufanya kazi usiku na mchana ili kubadilisha historia ya familia yako, ili kubadilisha historia ya ukoo wako. Unaweza kugeuka mshindi. Tuanze leo.